Get the point. Take a step forward. Basi halikuwa somo la kufurahiwa sana siku ya jana, maana ni kama linanena hukumu kwa nyumba ya Israeli. Wakati neno la Mungu linasema atatokezea wapi mtu ayafunge marango wasije wakaingia, maana wananitolea moto wa bure. Na anasema mikononi mwetu amepokea sadaka kipofu, amepokea sadaka kirema, amepokea sadaka wagonjwa. Lakini mstari wake wa 11 anasema jina lake limetukuzwa na jina lake limeheshimiwa na watu wasio Wayahudi, Gentiles, watu wasio tayari, watu ambao hawana nuru ya neno hili, watu ambao hawafanyiwi makambi mwezi wa 8, watu ambao hawana wiki ya stewardship, watu ambao viongozi wao ni vipofu, watu ambao viongozi wao matumbo yao miungu yao ni matumbo yao, watu ambao viongozi wao ni mashepherds wa kitabu cha Isaia 56 wanaoitwa mbwa. Lakini japo kuwa hao ndio wachungaji wao na mazizi wanamokulia ni mazizi ya mbwa mwitu, lakini wapendwa, wanaliheshimu jina la Mungu kwa mambo ya matoleo. Hawalifahamu neno hili, hawana nuru yote hii, lakini kidogo wanachokijua ni ya kwamba Mungu wao ni wa kupewa heshima. Mungu wao ni wa kutolewa dhahabu. Na nikasema ndio maana unaona wengi wao watasema na sacrifice mshahara wa miezi 3, naenda kupanda mbegu, nina haja, nina hitaji, nina shida, lakini naomba niiguze roho ya Mungu kwa matoleo, kwa dhabihu. Na wakati haja yake itakapotimizwa, hawezi akaweka mdomoni kwanza, tena anatembea kuliheshimu jina la huyo Mungu aliyempa. Bwana akasema ya kwamba taangia mawio hadi machweo, from the sunrise to the sunset, my name is great among the Gentiles. Jina langu limeinuliwa na limeinuka tangu kulipopambazuka mpaka wakati giza litakapoingia. Maneno ya kiunabii ya kwamba tangu mwanzo mpaka wapendwa mwisho wa dunia hii, wakati machweo ya jua yatakapowaadia, Bwana atawapata wakiliinua jina lake kwa mambo ya matoleo. Lakini sisi tutafungiwa nje. Watu wa Mungu, sikia, huu mchezo tulio nao kanisa la Bwana ndio mchezo walioufanya wana wa Israeli, na hapa akawapa kichapo. Na kiburi chetu ni kuijua Biblia. Tunajua unabii, tuko na misingi, hakuna kitu kingine, ni moto wa bure. Wapi dhabihu zetu? Waangalia wenzetu, watarukaruka siku 2 pale, watatengeneza kanisa watu wa Mungu. Hiyo kanisa ipatie mwaka mmoja, hauwezi ukalinganisha na hili. Nendeni mkaangalie. Wapendwa, ingieni kwa makanisa yao, oneni vile wanavyorembesha. Toka hapo, nenda kwa crusade ya 3 days, uangalie ile jukwaa watakutandikia pale. Crusade yetu ya 3 weeks, angalia jukwaa yetu inaangusha mhubiri. Hatuna heshima na meza ya Bwana. Na mengine mengi ambayo
muda umenikata, sitaweza kuyasema. Ni nani atakayesimama mmoja hivi akasema japo kuwa tumekuwa hivyo Mungu wetu, lakini mimi na nyumba yangu tutakutumikia? Wapendwa, Bwana asifiwe. Tumekuwa hivyo na kanisa lako tuko hivyo, lakini kabla haujafunga mlango, naomba mimi na nyumba yangu tukakutumikie. Wapendwa, kisa kilichobadilisha maisha yangu, nilikuwa natoa na haswa tithe tangu nikiwa msichana, sijawahi cheza nayo. Lakini mambo na offering, mambo na hiyo mizigo kubwa kubwa, sikuwepo, sikuhusika, sikubeba mizigo. Mpaka wakati nilipata kisa cha mzee mmoja huko Ishiara, huko kwa Waembu huko. Hadithi yenyewe nilipewa na mchungaji ambaye ametoka huko, lakini sasa amelala. Eti mzee huyu, wakati waliposema tunajenga kanisa, washirika wakatoa kwa ufifu, kwa unyonge, watu tunaojua kuzembea. Alisimama akasema, elders, naomba mniache nikawauliza watu wa Mungu swali. Akaambiwa sawa, unaruhusa. Na aliposimama, wapendwa, akauliza washirika wote, je, haya ndiyo matoleo ambayo mmemtolea Bwana? Haya yataweza kumjengea Bwana kanisa kweli? Na wote wakanyamaza. Akasema sawa, kama hamna la kufanya zaidi ya hili, naomba niwekelewe mzigo huo wote, naomba nikambebee Bwana mzigo. Akaubeba mzigo, yeye na watoto wake wakalisimamisha nyumba ya Bwana. Na wakasema japo kama tungelikuwa tunajenga nyumba yetu, hatungefanya harambee. Wakamjengea Mungu nyumba. Sikia lililofanyika tena. Ikawa kuna Sabbath school ambayo wametenga, lakini haina mahali pa kujengewa. Kanisa, toeni pesa tununue uwanja wa Sabbath school, tena ni hiyo tu kidogo. Mzee akasema, je, ni hii tu? Akaambia elders, naomba hiyo mzigo ya Mungu muweke hapa. Aliingia kwa shamba lake, akauza sehemu. Alipouza, akawaletea pesa, akasema nendeni mkamnunulie Bwana mahali pa kulijenga kanisa. Ameuza hata na ng'ombe zake. Ifike ni gori ya makambi, I'm giving you a life story. Ifike ni wakati wa makambi, ati nini hii mumetoa? Hii ndio tuko nayo. Mtu mmoja anasimama analeta gari la 3,000,000. Watu wa Mungu. Mtu anasimama na mtoto wake hivi, analipa pesa, mtoto anaenda US, anaenda Philippines kusomea huko, lakini gori ya makambi ya pesa kidogo. Mzee aliuza hata ng'ombe zake, akisimama na project za Mungu, gori za makambi, makrusades walizokuwa wanafanya. Wapendwa, sikia na kitu alichokuwa anasema, wekeleeni hiyo mzigo ya Mungu hapa. Alisema nataka kuwa punda wa Mungu, wekeleeni mizigo ya Mungu hapa. Eti siku moja yule mzee akapata magonjwa ya maini na akawa mgonjwa sana. Akapelekwa hii Kenyatta, akapelekwa ile Karumu, sijui tunaambiwa kanaitwaje kala, ukipelekwa huko unaanza kuaga watu wenu. Sasa mzee sio ICU huwezi ongea watu wengi pale. Sasa wapendwa, huyu mzee eti akawekelea maombi kila asubuhi, anaomba japo kwa unyonge. Eti watu walianza tu kupona wakienda nyumbani. Madaktari wakasema, vipi, ni kama tuna mtu wa Mungu hapa? Sikia watu wa Mungu, wakaja kugundua ni yule mzee. Wakamwambia, na vipi wengine wanapona na wewe bado? Wakamwambia, ugonjwa yako imekupeleka sana na huenda utalala, maini yako yameoza. Nenda nyumbani kawaage watu wako, na kwa maana wewe ni mtu wa Mungu, kalale salama. Aliporudishwa Ishiara, akiwa kwenye wheelchair, hangeweza kutembea.
alisema naomba mnipeleke kwa kanisa na mnipeleke kwa Sabbath school. Akazungushwa kwa kanisa, alikuwa anaomba kimoyomoyo. Hakuna aliyekuwa anajua anasema nini. Akasema sasa nataka kwenda kwa Sabbath school. Tena akasunguzwa akiomba kimoyomoyo. Na mwisho akasema naomba musikie kile nimeambia Mungu. Nimekuwa punda wa kubeba mizigo yake. Ikiwa wakati wangu wa kulala ndio huu, naomba Mungu anipe Timotheo ambaye atabaki kwenye kanisa hili akibeba mizigo ya Mungu kama punda wa Mungu. Na mzee akasema, nimemwambia Mungu hivi, ikiwa hamna mtu wa kubeba mizigo yake, naomba anipe uhai, naomba anipe afya, sijachoka. Mzee yule yupo, alipona. Alipona watu wa Mungu. Alipona. Hebu sikia watu wa Mungu. Kwa Mungu maisha ni rahisi tu. Na inamisha mgongo wangu na yabeba yote yaliyo ya kwake. Bila kumwangalia fulani. Ati tusomewe hiyo list. Tujue ni kina nani hawajatoa. Wapendwa, wakati wa kumtolea Mungu sio wa kuangalia hivi nani hajatoa. Ni wa kumwangalia Mungu wangu. Nikafikiria kile ambacho amenifanyia maishani. Na ikiwa nitaubeba mzigo wake nikiwa peke yangu hivi, naye atabeba mizigo yangu, na wataniona nikinawilishwa, nikiponywa, nikibarikiwa, nikiinuliwa, wataona kwa macho yao. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kisa kile kikafanya nichukue mwelekeo mwingine. Kwa sababu nilikuja kujua ya kwamba mzigo wa Yesu ni mwepesi na nira yake wapendwa ni nyepesi pia. Lakini mimi anasema njoo nipe mizigo yako. Huwezi muangushia Mungu mizigo yako, mara wewe ni mgonjwa, mara watoto wanafuta bangi, mara unataka kazi, mara unataka amani ya familia. Unamuangushia mizigo yako tu, unaangusha ukienda. Soma pamoja nami Isaiah 45 from verses 22. Neno la Bwana linasema, Mumenichosha kwa dhambi zenu, lakini mimi hamtaki nikawachoshe kwa matoleo yenu. Isaiah chapter 45 from verses 22. Neno la Mungu linasema nini? Isaiah 45. Mkikawia nasoma mimi kwa lugha yangu ya Kimombo. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, niangalieni mimi. Kidogo tu. Aya kidogo mpendwa, Isaiah 43 verses 22. Msamaha kwa wale ambao wanaandika. But you have not called upon me, O Jacob. Soma sasa kuanzia hapo. 43:22. Hukuniita, Yakobo. Lakini hukuniita, Yakobo. Bali umechoka na hiyo madakika yote wahesabiwe wale. Nilipo dakika zangu. Endelea Elda. Lakini hukuniita, Yakobo. Bali umechoka nami, Israeli. Hukuniita, Yakobo, bali umechoka nami, Israeli. Nimekuchosha mimi. Endelea. Elda chap. Hukuniletea wana kondoo. Hujaniletea wana kondoo kuwa kafara zako. Kuwa kafara zako. Wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako. Na wala haujaniheshimu kwa dhabihu zako. Sikukutumikisha kwa matoleo. Sijakutumikisha, maana yake ni sijakupa mzigo. Wala sikukuchosha kwa ubani. Na haujakubali nikuchoshe kwa kunipa ubani. Endelea. Hukuninunulia manukato ya kwa fedha. Haujaninunulia manukato kwa fedha. Wala hukunishibisha kwa mafuta ya sadaka zako. Na wala haujataka kunishibisha kwa mafuta ya sadaka zako. Bali umenitumikisha kwa dhambi zako. Bali kile unanifanyia ni kunitumikisha kwa maovu yako. Naomba utamatisha Elda, kwa sababu ya time wataendelea kujisomea. Angalia Mungu akisema ya kwamba
umekataa kubeba mzigo wake. Umekataa akuchoshe. Umekataa akutumikishe. Umekataa kumtorea ubani. Umekataa kumpa mua ulio mtamu sana. Ukisoma uendelea utasikia vile anasema. Haujaingia kwenye zizi lako ukanipa wana kondoo. Haujanipatia marhamu. Tuliona ile ya Mary. Ile ya Mary at the feet of Jesus, ambapo inasema hata anapokwenda kwa duka kuselect na anasema nataka ile. Mafuta yalikuwa mingi, baby care, ya kukamua, lotion, yalikuwemo mengi sana na ya bei rahisi, lakini anasema ile ambayo ilikuwa ya bei kali kabisa. Na at the feet of Jesus mwandishi anasema hata muuzaji akakataa. Anasema wewe hujui nini hiyo unasema. Mpaka Mary anapanda juu, anapoint, anamwambia ndiyo yale. Anaambia mama uko na kichwa mzuri. Mpaka Mary amemwaga pesa yote, amehesabu, amehakikisha ni kweli yanatosha yale mafuta. Ndio hapo akauziwa. Na nikasema bado analia akisema ni zawadi ya mshahara wa mwaka mzima na bado haijatosha kumlipia bwana wangu. Wapendwa, Mungu anateta na nyumba ya Israeli. Katika hali ya matoleo, anapiga kelele. Uende kwa Malaki 3 mstari wa 8. Anasema kazi yenu ni kuniibia. Mumekuwa mikora. Katika mambo ya matoleo, Bwana amekaa kukemea nyumba ya Israeli. Na hata wa leo, hata sasa hivi, hata kwenye juma hili, Bwana anakemea nyumba ya Israeli kwa ajili ya matoleo yao, dhabihu zao, kilema, kipofu, wagonjwa, watu wa kunajisi meza ya Bwana. Maana yake ni watu wa Mungu, kama tungelielewa majukumu yetu, kama tungeelewa mzigo tulio nao, kama tungeelewa our responsibility as a church, na tukubali kufanya. Sister White anasema mahali tuliko sio mahali tungekuwa. Kazi hii ingekuwa imeenda mbali sana, na tungekuwa sasa hivi tunagojea kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Lakini kwa sababu tumefanya meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Meza ya Bwana ni mahali pa mikate. Nikasema nitakwambia leo, meza ya Bwana ni mahali pa mikate, watu wa Mungu, na mikate ni neno la Mungu. Jukumu letu kama kanisa ni kuhakikisha injili imepenya kila mahali. Atapenyaje huyu Mungu wetu? Na hatuwezi toa matoleo yanayotosha kukimbia katika ulimwengu wote. Nikasema soma na uelewe kisa cha marriage ya Isaac. Wakati Sister White anasema sio mwanamke hivi hivi, lakini ni mwanamke ambaye anaulizwa nipe maji, lakini kwa moyo wa hiari anasema nitawanywesha hata mangamia zako. That kind of spirit ndio spirit ambayo inamaliza kazi. Sitagojewa kuambiwa goru yangu ni 50,000. Mimi mwenyewe najua nikitaka gari nitalinunua. Wapendwa, nitasimama na hiyo goru, na kama watatoa wajaze shauli yao. Tukisema wanaenda kukula, waacha waende wakakule. Hata wale huwa wanatoa wakijua zinaenda direct kwa tumbo ya mchungaji. Afadhali sisi hata wakikula watakula nusu, wabakishe nusu. Bwana asifiwe. Asijasema wanakula. Jina la Bwana lipate sifa. Rebeka ambaye, watu wa Mungu, Rebeka ambaye anapochota maji na hawa wameshiba, wengine wenzake wasichana hawana shughuli, kila mtu anachota akipeleka kwao, anachota. Lakini Rebeka hajali nani atakayemsaidia, wala hagombani na wasichana wale. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na wala hataki kujua zawadi ni nini. Ngamia zenyewe wamebeba magunia, hata hajui ni borea ya kuku ama borea ya ng'ombe. Alikuja kushangaa mwisho, maana alitolewa dhahabu, akivishwa dhahabu vile wateule wa Mungu watakavyorebeshwa, waliobeba mzigo wa Yesu atawapa ufahari. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa, watu wa Mungu. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ambia jirani wewe. Jirani we. Mpake Yesu mafuta saa hii.
Inamisha mgongo, beba mzigo wa Mungu saa hii. Na hata inamisha mgongo wake. Sio bure watu wa Mungu. Hizi magunia sio borea ya kuku. Zilikuwa zimebeba dhahabu, lakini Rebeka hakujua. Wakati sasa anagemio, wakati anaeni, ndio sasa hapo unapata wasichana wanakuja habari ya mzee? Watakunywa ingine ama wameshiba? Sasa wameona. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenu kuna mahali pa kulala? Anasema sio wageni tu, hata ngamia zako watalala pale. Na sio kulala tu, hata chakula chako na chakula cha ngamia kipo. Hiyo roho hiyo. Hiyo roho hiyo. Asije akajua ya kwamba Mungu wetu, our God is not a beggar. Ameweka tu kamtego kidogo hivi. Hii kazi anaweza fanya yeye na malaika na wamalize. Kamtego kidogo hivi watu wa Mungu. Na nikisha pita mtihani, si Rebeka kesho yake alioreka. Si alienda kukaa familia ya matajiri watu wa Mungu. Mairetu macio mage kurira riko. Hao wasichana wengine wote wakizeekea jikoni. Yeye kesho yake alienda akafanya nini? Akaolewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa madakika kidogo ambayo yamezalia, nimesema Sister White anasema tungefanya tupasavyo wana wa Israeli. Tuache kuidharau mesa ya Bwana. Tungekuwa sasa hivi tunamalizia kazi. Na duniani haingekuwa nyumbani tena. Tungekuwa na roho kama ya Rebeka. Kazi ingekuwa imeisha. Lakini tuangalie. Kazi yetu ni kuchallenjiwa na watu wa mataifa. Ndio hapo unaona mwanamke Msidoni. Mwanamke Msidoni huyo ndiye anasema nikaunga kidogo yangu na mtoto anaambiwa pika kwa neno la Bwana, pika. Maana alafu Bwana anaambia Elijah, nenda kwa mwanamke Msidoni, wala sio mwanamke Muisraeli. Na walikuwa kwa mwanamke Msidoni, maana nimenena na yeye. Mbona Bwana hajanena nami nikasikia? Makambi yameisha, kipindi kimeisha, na mbona Bwana hajanena nawe? Kulikuwa na wiki ya stewardship. Wapendwa, na mbona Bwana hajanena nami? Wasidoni wana masikio ya kusikia Bwana. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na hapo ndio unapata tena yule mwanamke mwingine yule Mshunamite, na sio Muisraeli. Eti anaona mtumishi wa Mungu anapita hivi, anamwambia jamani karibu tule. Ikawa desturi yake, anapita anakula hapa, anapita anakula hapa. Na mwisho anaambia mume wake, jamani huyo mtumishi wa Mungu, wacha tukaweke nyumba cha juu huko. Huyo ni mtumishi. This is a holy man of God. Na si Muisraeli. Na ni ukweli watu wa Mungu. Some of our pastors wamebarikiwa mikononi mwa those people. Mimi wanafanya crusades nyingi sana. Na utashangaa washiriki hawakuja, wala wanakuja. Wakisikia neno limewaguza watu, unapata hata mrefu anakuletea maji kwa jukwaa. Ni ukweli. Unapata tu mtu ametoka mahali popote pale, anakuja anawekelea sadaka kwa jukwaa. Anasema nunua credit, pigia mzee nyumbani. Wametubarikisha hao watu, hao Washunamite hao. Mimi sijasema mnipee. Nikauliza jana, mchungaji wenu ni nani aliye na bajeti yake? Lakini utasikia wanasema wanalipangwa. Wale wanaweka makanisa, wananunua Kenya mzima akina Ng'ang'a. Na mnajua kazi yao ni kutukana mikutano. Na mmeiweka hapo live. Akasikia vile ninasema. Na shauri yake hata huwa anasema hadharani. Wanaongea vibaya lakini washirika wao wanafanya nini? Na wananawili tu. Lakini sisi utapata wachungaji wetu wanyonge, wameishiwa, wanaisha. Wanakula mikononi mwa Washunamite. Tumjengee nyumba, tuweke taa, tuweke kitanda. Na ndio hapo unapata hakuna kupeana kuliko enda bure. Ya Rebeka alivarishwa dhahabu, wazazi walipewa dhahabu, kesho yake aliolewa. Msidoni nyungu yake ilijaa unga, hata milele njaa ikaisha.
Ushunammite. Kujenga hiyo nyumba ya juu wapendwa, kama ungelijua. Huenda unajua tu mambo ya kuzaa. Na mtoto amekufa. Bado Elisha amefanya nini? Amefufua mtoto. Then what happened? Elisha anakuja anaambia huyu mama, mume wake sasa amekufa. Anamwambia Mungu analeta njaa ya miaka 7 katika nchi hii. Hama toroka jificha mahali. And after 7 years, in the course, kwa kipindi cha miaka 7, governor akakuja akachukua shamba hilo la huyu mama, ambalo liko na nyumba ya mtumishi ambaye aliishi kupiga magoti wapi. Alipochukua akaweka fence, akaweka umbwa kali, akaweka sitima, akaweka maji, akaweka makampuni, akalidevelop. Akifikiri amenyaganyana shamba la wenyewe. After 7 years, mama amekuja anashangaa. Shamba lake limetwaliwa. Anaenda kwa mfalme ambaye alikuweko wakati huo. Alipoenda ili atetewe na mfalme, alipata mtu amekaa na mfalme, anamwambia kulikuwa mama mmoja akapata mtoto akafa, Elisha akamfufua. Alipata hiyo story. Alafu wakati ameingia, ndio huyu mtu anasema, haya, mfalme ndiye yule mama, ndiye yule, hata mtoto aliyefufuliwa ndio huyu. Mfalme akashangaa, akamuuliza ni ukweli? Mama akatoa story kwa kinywa chake. Mfalme akamwambia, basi niambie vile unasema. Mama akamwambia, shamba langu, baada ya kuambiwa na mtumishi wa Mungu nihame, shamba langu limechukuliwa na governor. Chief hawezi nitetea, minister hawezi nitetea, hata dio amehongwa. Ni wewe peke yake umebaki kunitetea. Wapendwa, aliambiwa that very day shamba lake arudishiwe mara moja. Alirudishiwa shamba lake wapendwa. Kumbe Mungu alitaka mwanamke ahame, akadanganya governor achukue shamba ili alidevelop, ajenge majumba makubwa ya orofa, ndio mama anaporudi arudi kwa shamba ambalo sio kale kanyumba, manyumba mengi na kubwa. Hakuna kutoa ambako Mungu alirudisha bure. Inamisha mgongo. Na kutokea leo kuendelea, ataweka mgongo wake chini na atakubeba. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Naomba kusoma kidogo lililo la leo, maana yote hayo ambayo ninayasema ninakaa kunukuu kile ambacho nimesema kwa wiki moja ambayo imepita. Sina muda. Na kwa hivyo hatutasoma, mtaniruhusu tu niwapatie mafungu. Ni ya nukuu, yaandike, utasoma nyumbani. Hatia ambazo Jacob aliyoifanya na neno la Bwana kwa Jacob. Genesis chapter 28 from 20 to 22. Andika hivyo utasoma nyumbani. Aya, andika Genesis chapter 31:12. Nitakwambia vile inasema. Then Genesis chapter 31 from verses 13. Ukichelewa kuyapata utaniona kando, nitakwambia. Nimesema Genesis chapter 28 from verses 20 to 22. Genesis 31 verses 12. Genesis 31 verses 13. Then from there utasoma Genesis chapter 34 from verses 1 to 2. Genesis 34 verses 30. Genesis 35. Wapendwa, naomba kwa madakika 5-10 unipe masikio. Inuka, nipo hapa pamoja nanyi, nitayarudia. Ikawa hivi watu wa Mungu, wakati Jacob alipodanganya babake, na hivi Esau amekuja, amepata mbaraka, umeenda. Neno la Bwana linasema ikawa Esau ameapa kumuua ndugu yake. Na wakati mama alipojua Esau atamuua Jacob, akamwambia hepa, nenda kwa nani? Nenda kwa ndugu yangu, ama nenda kwa anko yako. Jacob akiwa barabarani anakwenda,
Usiku ukaingia na akajipata amechukua jiwe akalala. Akiwa kwenye usingizi, ndoto ikamtokea ama vision ikamtokea. Akaona ile ngazi ambapo malaika wanapanda wakifanya nini? Aliye juu hapa ni nani? Aliye juu hapa ni nani? Juu ya ile ngazi ni Mungu. Na Mungu akanena na Jacob, akamwambia, mahali unapolala nitakupa wewe na uzao wako, kama nilivyomwapia Ibrahimu. Kama nilivyomwapia Ibrahimu, hapo mahali umelala ndio urithi wako, na sio wewe bali wewe na watoto wako. Neno la Bwana linasema hivi ya kwamba Mungu akazidi na kumwambia, I will protect you, nitakulinda mpaka nitakapokwisha kutimiza ahadi zote zangu kwako. Mpaka nitakapokwisha kutimiza all my promises, ahadi zangu zote kwako. Biblia inasema alipoamka akasema, hapa nimejua ni nyumba ya Bwana, na ikiwa mimi niliye na huwa tunaita Kikuyu rodhaju. Rodhaju ni ile bokora tu, ile kiboko tu, ile Lord. Alisema, na wewe Bwana, ikiwa utanibariki mimi ninayekwea kwenda nikiwa na hii bokora peke yake, unibariki, uniprotect, nitakaporudi nitajenga nyumba wapi? Nitakujengea nyumba wapi? Hapa. Na akasema, na nitakupa matoleo yangu. Aka-anoint ile stone aliyokuwa amelalia, akai-anoint, na Jacob akaenda. Angalia, ameenda bila kitu. Shikilia hapo, maana nitaparejelea. Alipofika kwa anko, wachana sasa na stori za kuoa Lea, za kuoa Lecho, hiyo ni ya siku nyingine, wakati nitakuwa naongea na akina mama. Katika Genesis 31 verses 12 nimekuambia uandike. Tunaona malaika wa Bwana akimtokea Jacob na kumkumbusha ya kwamba chochote alicho nacho kimepatikana kwa nguvu na uweza wa mkono wa Mungu. Hivi tunajua kuna uganga ambao Jacob alikuwa anaufanya. Anakatakata miti, sijui anafanya nini, anapeleka mahali mbuzi wanakunywa, ili ikiwa ni zile za marangirangi. Halo? Na ndizo wameelewana na Laban ya kwamba ndizo zitakuwa zake. Basi wale mbuzi wakinywa, eti wakiangalia kwa macho wanafanya nini? Sasa hiyo ni biolojia gani yake? Ni sayansi gani iko hapo? Ona ujinga wa wanadamu, watu wa Mungu. Na ndio maana huwa nasema, sunguka kwa nyumba yangu, ufukuze ubwa, unisaidie baridi, hakuna kitu kinanitendekea. Kimbia ufanye exercise. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Ukiamini inatendeka na inakuanga hivyo. Usipoamini uogope, shauri yako. Shauri yako sana. Shetani anauzianga watu uoga, ama vipi? Huo ndio ukweli, watu wa Mungu. Aya, si kuwa kwa hiyo sasa. Sasa malaika wa Bwana akamwambia hivi. Alikuwa anasikiza. Laban amekasirika, maana kondoo wengi wamezaliwa wenye marangirangi, na sasa walikuwa wamepatana. Hiyo ndio ya nani? Ya Jacob. Sasa Laban amebadilisha. Amemwambia sawa, sasa ile yote ina madoadoa, hiyo ni yangu kuanzia leo kuendelea. Haya, leta bairo tuandike yote ya madoadoa kuanzia leo tarehe 20 mwezi wa 8 20. Ni yako, ni sawa, ni yako. Malaika akisasikia ya marangirangi yote ni ya nani? Ni ya Laban. Ujui Mungu eti alikuwa na waendea mabeberu ambao wana marangirangi, madoa, anawafanya wanyonge. Mimi sijui alikuwa anaduka shidano gani. Wanafanywa wanyonge, sijui watu wanaanza kuhara. Hata ikipita tu na inahitaji begu, inakuenda tu, haina, wewe wachana na hiyo, ni family life. Lakini sasa hii ambayo haina madoadoa hii, ni kama ilikuwa inapewa brandi na foradi usiku.
na chumvi ambayo inaitwa jotokari. Hiyo tunauziangu wa kwetu. Wanakuja, wanapea hawa mbee, alafu sasa wacha siku ya kuzaa, kanachomoka hivi, hakana madoa. Rabani anajaribu kuinua mguu angalia mpaka na huku, maana kwa mgongo hakuna madoa. Hana kainamisha. Hakana, hii ni yangu. Inazaliwa ingine saa 7. Anaka ni yangu. Tena anasema hapana. Biblia inasema alibadilisha mara ngapi? Anasema hapana, nimesema sasa kuanzia leo hiyo ya madoa ndio yako. Wale waliokuwa wanyonge. Na kuambia sijui amekula grass gani. Hiyo Napier grass. Mara moja waliokuwa wanyonge wanakuwa tena nini? Wakubwa. Alisikia watu wa Mungu. Hata tuseme uchumi umeharibika, sijui shida yetu ni kuchagua nani. Wacheni niwaambie hata waleo mkono wa Mungu una nguvu ya kuleta na kwetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mniambie ni saa ngapi kunafunguliwa pale roho yangu inatetemeka. Sema basi patikana. Dakika 10. Kwa dakika 10 hizo sikieni watu wa Mungu. Alibadilishiwa, lakini hata akibadilishiwa, malaika wa Mungu amemtokezea Jacob kumwambia sio kwa mkono wako, sio kwa ujaja wako, ni kwa neema ya nani? Ni kwa neema ya nani? Verses 13. Yule Mungu akamtokea Jacob. Akamwambia ni mimi Mungu, afadhali tungesoma hapo. That 1:13. Ni mimi yule Mungu wa Bethel. Anamkumbusha nini sio wale watu wa Mungu? Anamkumbusha nini? Nini hiyo anamwambia? Mahali tulikutana ukiwa desperate, hopeless. Halo. Ukiwa hauna chochote isipokuwa bakora, ni mimi Mungu wa Bethel. Jambo la pili, ni mimi Mungu wa Bethel. Mahali ulipotoa nadhiri, mahali ulimeka vow ya kwamba utanijengea nini? Nyumba. So the time has come for you to go back. Ukatimiza nadhiri zako. Alifanya nini Jacob? Mafungu yale nimekupatia. Jacob kuchukua barabara kurudi kwao. Nasema kwa kivupi. Ukisoma Genesis chapter 32 verses 14 and 15. Eti ameogopa. Na Mungu huyu wa Bethel alimwambia I will protect you. Na wakati Laban amemfikia mpige, ameonywa kwa dream na ameambia Jacob, kama si Mungu amenionya Imagine watu wa Mungu, nilifanya hesabu. Sisemi kitu sijafanya hesabu. Ati anajifanya ameogopa, sasa anataka kujiwekea security, na anajiwekea security mbuzi 200. Halo? Mbuzi 100 ngapi? Mnanisikia? Na dume, mbuzi jike 200, dume 10. Sheep 200, dume 10. Ng'ombe 40, madume 10. Punda, ngamia, zile zote zimeandikwa hapo. Mimi ni mtu wa huko bara. Na nakwambia najua bei ya ng'ombe, najua bei ya mbuzi. Tunaelewana? Na si kupiga na bei kubwa. Kila mbuzi 8,000, ya kiume 12,000. Na hiyo ndio bei ilipo sahi. Alichukua 20 million wealth ambayo ni worth 20 million kumpatia Esau ndio ajiwekee security, akisahau ya kwamba waliambiana na Mungu. Hivyo nimeenda na kiboko, nitakaporudi narudi kukutolea na ninarudi kukujengea. Akajifanya amesahau. Jambo la pili alilolifanya, naomba msikie. Badala ya kutembea kwenda Bethel, alitembea kwenda Shechem. Kwa nini anaenda Shechem? Number 1, ni mahali pafupi. Number 2, a fertile land. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Sijatafuta maneno yangu. Shechem ilikuwa ni sehemu, ilikuwa ni land ambayo ilikuwa ni fertile. Kwa hivyo akaona zile ng'ombe zake na mbuzi zake zitapata kukula wapi?
na maji zitapata wapi? Akasahau na kuchukua direction ya Bethel. Na Mungu ambaye amembarikia, verse 12, ikifika 13, anamwambia mimi niliyekubariki, chukua njia kwenda Bethel. Alienda Shekemu. Kwenda Shekemu, watu wa Mungu, akachukua pesa, ili hali Genesis chapter 28:14 anaambiwa hii rad, hapa ambapo umelala ndio urithi wako na watoto wako. Ameenda Shekemu kununua. Jinga yeye. Ameenda Shekemu kupanga maisha yake. Akanunua shamba kutoka kwa watoto ama wana wa Helmo. Aliponunua shamba kwa watoto wa Helmo, macho ya Bwana yakamuangalia. Imeenda na Esau. Urithi mwingine au wealth nyingine ambayo uko nayo, umeenda kununua shamba. Biblia inasema akatengeneza hema zake na akajenga mazizi ya ng'ombe zake na akakaa kutulia. Niwaambie kile kilitendeka. Halo? Mko tayari kusikia kile kilitendeka? Haikuchukua muda. Daina akachomoka, watu wa Mungu. Akachomoka, akaenda kutembea na wasichana wa area ile. Kijana wa Helma, hawa wamewauzia shamba. Kijana wake akachukua Daina na akamrape. Kama unajua hiyo ingemaanisha nini, ungelia watu wa Mungu. Maana Genesis chapter 6, Mungu alipoona wana wake wametukana, wamechanganyikana na wana wa mataifa, wakaanza kuzaa na wao kabla hawajaharibu the seed. The seed hiyo sasa wachana nayo. Genesis chapter 3:15, the seed, hii mbegu ya mwanamke. Wokovu, wapendwa, sio kitu cha kuchezea. Na umeanza Eden na ulitembea na hawa watoto. Ibrahim amechunga the seed, wamekuja wakichunga the seed. Sasa unapata Daina amechukuliwa na hawa wa Helma na amelarwa na yeye, wamemrape. Alafu wanakuja kusema tunataka kupatana, tuwe tunawapatia wasichana na muwe mnafanya nini? Kuisha yote nyumba ya Israeli. Mungu angeleta gharika iwaangamize wote. Biblia inasema Simeon na Levi, asanti, najua hiyo ni yawani. Simeon na Levi wakawadanganya Wataeli. Walipotaeli wakaingia na panga wakawaua wote. Hiyo love haikutoka kwao, ilitoka kwa Mungu. Hawezi elewa. Hawezi elewa. Hawawezi changanya mbegu. Huu ni uzao mteule. Wapendwa, Ibrahimu amesema Isaac hawezi akaoa Mkanaani. Enda ukalete, maana kuna mbegu ya uzao mteule. Alafu mjinga wa mtu ameenda Shekemu na msichana wake amekuwa raped, na wamesimamisha agenda ambayo haikutokana na wao, ilitokana na shetani kwa ujinga wa Jacob wa kukataa kwenda Bethel na akachukua njia kwenda wapi? Shekemu. Walipoua hao wanaume, ile hofu Jacob alikuwa nayo ya kuogopa ndugu yake Esau ikamwangukia mara 7. Akasema, Mungu wangu, mumefanya nini? Maana hivyo mumeua wanaume wote wa Kanaani na Waperezi watatuinukia, na mimi na nyinyi sisi ni wachache sana, na watatuangamiza. Nikataka kujua kama kweli Wakanaani na Waperezi wangewaangamiza. Watu wa Mungu, huo ndio ukweli. Wangewaangamiza, maana wamekuja kwao, wao ni wageni, wamekuja kama refugees, na wameangamiza nyumba yote ya Wahalmu. Sema nini watu wa Mungu? Walimaliza Washekemu wote. Nataka kusema hivi kwa madakika hiyo 2 imebaki, na hofia leo ndio siku ya mwisho ya stewardship. Wapendwa, nataka kusema hivi, Mungu chapter 35 verses 1 akamtokea akamwambia Jacob, toka hapa kwenda Betheli, nenda ukaishi huko na unitolee kafara.
Jacob, ondoka hapa, chukua njia uende Bethel na unitolee kafara. Nenda ukanijenge altar na uishi Bethel. Watu wa Mungu, ni hadithi iliyo na mengi ya kusema, lakini lazima niheshimu muda. Ya kwamba sikuwa kitu na sikuwa na kitu. Ni neema ya Bwana wapendwa iliyotuongoza. Elimu ulio nayo, halo, elimu ulio. Tumemzika kijana mdogo tu, amefanya mtihani akapata 386. Mama ametoroka, baba ameleta mwingine, na huyu mama hataki mtoto aendelee kuelimishwa. Mtoto akaambiwa na baba, rudia tena uitwe shule mzuri. Akarudia akapata 420. Mtoto akaambiwa rudia tena, akarudia, akawa one of the best student aliyefanya vizuri. Baba akakataa kumpeleka shule. Shosho yake akampeleka a day school. Alipompeleka a day school, shosho hana pesa. Mtoto akafukuzwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu mtoto alinunua dawa ya panya na akajiua. Ikiwa umebahatika ukafika form 4, umebahatika ukaenda, wapendwa, huyo mzazi ama huyo mfadhili mwema ni neema ya Bwana. Ni neema ya Bwana. Ni neema ya Bwana. Afya ulio nayo ni neema ya Bwana, watu wa Mungu. Hebu sikia. Umeelimisha watoto wako, ni neema ya Bwana. Haukuwa na chochote. 2 Samuel chapter 7 verses 8. Neno la Bwana linasema, Daudi, kumbuka mahali nilikokutoa. Nilikutoa kwenye mazizi ya kondoo. Kazi yako ilikuwa kufuatafuata kondoo. Ni mimi niliyekutoa pale. Watu wa Mungu, mahali umefika, ulicho nacho ni neema ya Bwana. Imekutoa mahali ulipokuwa, imekufanya vile ulivyo. Lakini kando na kuwa neema ya Bwana imekuinua, neema ya Bwana imekufadhili, neema ya Bwana imekuprotect. Katika wakati kama unasikia watu wanachinjwa wakitupwa kwa mtu, wanachinjwa katika wakati kama huu, watu wamekufa, wapendwa, ni neema ya Bwana. Na hiyo neema, kile ambacho tumefanya, tunachukua mali zetu kama vile Jacob alivyofanya. Kazi yetu ni kujiwekea security. Nataka kuhakikisha niko na nyumba mbaya, hata wakikuja waone watajua mimi Wapendwa, na ni ukweli, unatengeneza nyumba mzuri, unarebesha nyumba mzuri, unashindwa kuweka viti tu wapendwa. Sasa umeamua kununua, sijui kama mshawaitembea kwa watu, unapata wameweka madori zingine zinakaa kama umbwa, zina masikio kubwa, ati zimewekelewa kwa wardrobe, mara yani vituko vya watu jamani. Pesa ambayo ungempa maskini hapo jamani, akule kidogo yatima yule, mjane yule. Yani yani unahakikisha ya kwamba na watoto wangu wamesoma, wameenda US, at least nimepanga future ya watoto wangu. Wapendwa, unaangalia okay, niko na kagari mzuri, at least siwezi sasa chelewa kwenda kazini. Wapendwa, unahakikisha ya kwamba una dress vizuri. Wewe sio mtu wa kwenda kwa mtushi, wewe ni mtu wa boutique. Ni sawa, watu wa Mungu. Yani unachukua pesa ambazo hazikuumi, na kwa mambo zako unafanywa bila kusukumwa, bila kulasimishwa, na kwa moyo yote, mpaka unachukua loan. Upanga maisha yako, ujiondolee hofu ya kesho. Umeinvest ya kutosha, umeweka kwa benki, umenunua tu plot hapa na pale, umejiwekea ili kujiondolea hofu. Na sio hivyo tu, watu wa Mungu, ile direction tumepewa ya Bethel, tumehama Bethel. Mathayo 6:33. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ingia katika kitabu cha Mathayo tena wapendwa. Neno la Mungu linaongea juu ya a hidden treasure. Aliyeiona hazina ya dhamana kubwa, akaenda akauza alivyo navyo, akainunua hazina hiyo. Wapendwa, tumepewa direction
toa tithe and offering, Mungu atafungua madirisha ya mbinguni. Lakini unachukua another direction, unataka kuhakikisha uko na SHA. Siku hizi inaitwa SHA simuongea watu wa Mungu. Unataka kuhakikisha wewe uko na SHA, unataka kuhakikisha uko na merry go round, unataka kuhakikisha uko na vikundi vya tunahitaji. Jamani, nisisahau ya kwamba hata nikifiwa Kisii, wanaingia basi mzima hao, wanasimama na saduku good. Yani unapewa direction, chukua hii direction, wacha kwenda Sekemu, nenda Bethel. Weka akili zako hapa kwa Mungu, wapendwa. Nakumbuka tukijenga hii hospitali ya Nairobi hapa, tuliambiwa kila mtu atatoa 5-5. Basi naye wakati wa shida sitaki kuongea, tuliambiwa na tukatoa tukiwa na my husband, but tukaweka magoti chini, tukaambia Mungu, tafadhali usiwahi acha iwe ni magonjwa eti tuende pale, maana tulitoa. Nashukuru Mungu. Mwaka jana, mwaka juzi, nikaambiwa niko na gastritis, sijui hania yangu iko nini, sijui nitachinjwa, nikaambiwa nitoe 1,100, nikasema hata niko na NHIF. Wapendwa, nikaambiwa sio hivyo tu, kama ni hii tutararua kutoka hapa mpaka hapa, ongeza 70,000 ndio tukuchinja sijui na kompyuta, ndio tuweke shimo moja. Nikasema mwadhani huyo mimi Nairobi hapa hii hospitali yetu. Ndio nikapatiwa Dr. Deng, sijui Surgeon Deng, kuniangalia akasema hakuna mtu atakupasua, wanataka kukula pesa wakuue, si kupasuliwa watu wa Mungu. Katika jina la Yesu nikapona. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni wapi tumeenda sasa? Merry go round. Kwa marafiki tuko sawa, wanajua vile huwa tunashikana, na wanajua vile tukipata shida huwa tunashikiliana. Wapendwa, iko wapi direction ambayo Mungu alitupatia? Nijaribu nifungue madirisha ya wapi? Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nijaribu. Bethel linapotafsiriwa linasema nyumba ya Mungu. Na wakati Mungu anamwambia rudi Bethel, ni kumwambia rudi katika nyumba ya Mungu. Wapendwa, nitabarikiwa nitakapochukua mawazo yangu niyalete katika nyumba ya Mungu. Nitakapochukua list ya chochote ambacho kinahitajika kwa nyumba ya Mungu na niweke kwa mabega yangu. Wakati ambapo nitarudi Bethel, nijue kanisa hili sio lazima tupange crusade. Naweza panga crusade na nifadhili nikiwa peke yangu. Wakati nitasema kuna gori ya makambi na ninaweza simama nayo peke yangu. Wakati, wapendwa, utakaporudisha akili zako kwa nyumba ya Bwana na ukaseme kwa kinywa chako, mzigo wa Bwana ni mwepesi, nira yake ni laini. Wakati utakaposema maneno hayo, wapendwa, akili zako zikirudi katika nyumba ya Bwana, hautakuwa na hofu ya Washekemu, ya Wakanani, ya Wapelesi. Hautakuwa na hofu. Kama angeenda Bethel, Daina hangerepiwa. Kama angeenda Bethel, hakungekuwa na story ya Daina kurepiwa. Hiyo ilikuwa kiboko cha Mungu, watu wa Mungu. Na hata waleo wengi wetu tuna laana zilizotukalia, na mpaka tutakaporejelea kwa akili zetu, toshoke jira magomano, turudi kwenye njia panda, tuchunguze ni wapi tumepotea, hatutapona, watu wa Mungu, na hatutapata la. Rudi Bethel. Na neno la Bwana likamwambia, na ukirudi kule nijengee madhabahu. Hiyo pesa yote unapatia Esau, hiyo kondoo unapatia Esau, ni kondoo wa kafara. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Ni kondoo wa kafara. Tengeneza altar, nitolee kafara. Na akaambiwa neno hili, na ukae pale. Sio ufanye leo kwa msisimuko alafu kesho uache. Na ukae pale. Nataka kuambia ahadi za Mungu ni za kweli, watu wa Mungu. Tutakapoamua kurudi Bethel, tutakuwa protected katika jina la Yesu. God will protect us. Mtu hata uma kidole ya kuambie wewe ni mimi na wewe, hautawahi pata amani, hautawahi pata raha. Kuna mama aliniambia, na utalia ujalia, nikamwambia back to the sender. Back to the sender. Hello?
Aliyesema amenipa amani ni Bwana Mungu wa Israeli. Atatoa wapi kinywa cha kunilaani mwanadamu? Atatoa wapi kinywa cha kunilaani? Utatoa wapi mkono wa kunipiga? Neno la Bwana linasema I will fight your battles. Utatoa wapi mkono wa kunipiga? Angalia, hata uwe nani, hata uwe na nini. Sasa njoo ukampiga wa mtu wa Mungu. Wapendwa, majeshi yaliyomzunguka ni majeshi makubwa, yana magari yanayowaka moto. Bwana asifiwe. Kwa macho yako hauwezi ukayaona. Jaribu kuwaingilia wale ambao wana upatano na Bwana na utashangaa. Wapendwa, huko Bethel tutapona katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tukirudi Bethel, sikia ni watu wa Mungu, tukirudi Bethel, wale hawana kazi watapata kazi. Tukirudi Bethel, tukirudi Bethel, watu wa Mungu, familia ambazo mmeishi kugombana kwa mapepo ambayo hamuyaelewi, Bwana atawatuliza moyo. Bwana asifiwe. Ndiye atakayeingilia na mtaelewana na kupatana. Tukirudi Bethel, watu wa Mungu, madirisha ya mbinguni yatafunguliwa. Milango ya mbinguni itafanya nini? Itafunguliwa. Bwana asifiwe. Na tukirudi Bethel, matamanio ya mioyo yetu, neno la Mungu linasema atazitimiza hoja za mioyo yetu. Matamanio ya roho yako ni hiyo gari kubwa, ni mahali pa kujenga. Wapendwa, ni nini hicho unachotaka? Bwana atakupa. Nimeongea na familia moja, nakumbuka ilisimama na goli ya 50,000 pale Gashi, but sikuwataja hata nilipokuwa pale. Nakwambia kijana ameniambia ameshtushwa na Mungu. Amepata uwanja sehemu za Kiambu kwa barabara ya rami, sehemu atakapojengea familia yake. Nimeushuhudia mkono wa Mungu. Juzi mwaka jana nikaambiwa ya kwamba kanisa letu halijatimiza goal. Nilikuwa mbali tu kwa makambi mengine. Nikapigia mchungaji nikamwambia, sikia, msirudishe ripoti ya goal ya kanisa langu ikiwa na deni. Msijaribu. Akaniambia vipi? Nikamwambia nabeba ule mzigo. Napendwa, sikuwa na pesa. Sikia, mimi ni mwanafunzi na ninasoma. Nalipa pesa mingi sana. Ndio wakati mtoto wangu amekuwa university. Na tuliachiliwa. Help ikafika mwisho, watu wa Mungu. Alikuwa anasomea hapa Kwea wakati alikuja na idadi ya 89,000 watu wa Mungu. Hakuna nyumba hapo, hakuna transport, hakuna lunch, hakuna. Wapendwa, na baba yake alishuka, nikamwambia tulia, tuna Mungu. Nilitoa zile pesa, nikabaki sina kitu. Ilipofika siku yangu ya kwenda shule, Asante ni ready, ambaye tulionana kupitia tu, si mtu tulionana sana. Asante ni ready, Aruo ready. Akanicall, Fei uko wapi? Nikamwambia niko kwa njia naenda shule. Akaniambia haya. Wakati wa kurudi shule nikamwambia umefika. Akaniambia Fei, unajua nilipokuona na nikajua wewe ni mchungaji uko shule, niliamua siku moja nitakusurprise. Nikamwambia aha. Akaniambia nataka usikie, school fees yako yote nishalipa. Hauwezi ukaamini. Huo ni ushuhuda wa rastia. Nimeenda shuleni, mtoto anapiga simu ananiambia mama, napiga simu nyumbani, dada anasema hana pesa. Na sasa hivyo anafaa kufanya mitihani watu, na huwezi fanya hata ukiwa umebakisha 20 bob. Muujiza ulinitendekea. Nakumbuka I called my husband nikimwambia school fees ya mtoto nimelipa. Wapendwa, turudi Bethel. Simameni tuombe. Pesa mingi unatumia na Esau. Na tayari Mungu anasema atakuprotect. Hayo matamanio ya moyo wako Bwana atayafanya. Hausikii hasara ukitumia pesa zozote zile kwa ajili ya mambo yako. Na ndipo anapouliza hivi. Alipojiambia moyoni mwake, mimi nitapanua gara, nitakula siku nyingi. Anayetoa uhai akamuuliza, na nikichukua uhai wako leo, ulio nayo utaachia nani? Siku moja, nyumba mzuri, gari nzuri, tutaacha watu wa Mungu. Lakini neno la Bwana linasema tujizoeshe kuweka hazina zetu wapi? Mbinguni.
Na unapofanya hivyo usiwe na moyo wa uchungu, fanya kwa moyo wa hiari. Unapokumbuka neema ya Bwana ndio imekufanya jinsi ulivyo. Nina mengi ya kusema, siku zimeisha na muda umeisha. Lakini ninalojua kwa neno moja tu hivi, mwanadamu aweza badilika. Zacchaeus alipoambiwa teremka, alisema nilivyo navyo nitawagawia maskini. Bwana asifiwe. Aliokoka tu mara moja na maisha yake yakabadilika. Alipoambiwa nenda na usifanye dhambi tena, aliuza manguo zake, akauza na shamba lake, akauza kila kitu, akamnunulia Yesu marhamu, na maisha ya Meli yakabadilika. Umebakisha makambi mangapi? Maneno mangapi? Wahubiri wangapi? Sasa umeletewa wa kijinsia ya kike. Wapendwa, na hata sasa, hebu sikia, Roho wa Mungu hanidanganyi. Anasema miongoni mwenu kuna watu wameamua. Kama Rebeka aliulizwa toa kikombe cha maji, na ameamua kutoa magamia. Kubeba mzigo ambao hakuna mtu atakubebesha. Unaweza beba mzigo useme hiyo goru yetu nitaibeba peke yangu. Tutaibeba wawili, tutaibeba watatu. Hatutaki kuambiwa ni idadi ya 200 ya 300. Mungu wangu amenifanya makubwa. Sitafanya sawa na kile kimesemwa. Nitafanya sawa na mbaraka ninaouhitaji kuanzia leo kuendelea. Bwana asifiwe. Hauhitaji mbaraka wa 50,000. Huu mwaka wote na mwaka ule mwingine na miaka yote duniani unahitaji kubebewa mizigo mingi. Lakini Mungu anasema mzigo yangu ni kidogo. Wapendwa, kama una mguzo wa Roho, kama una mguzo wa Roho, sio kwa ajili ya goru peke yake, lakini ni kuanzia leo kuendelea. Kama una mguzo wa Roho wa kumbebea Mungu mizigo yake, utoke Shekemu, uondoke kwa Esau, ukimbie Betheli, naomba uje hapa mbele nifanye maombi. Wachungaji wenzangu, Pastor Chief Guest, Pastor Safari, kama wako karibu, naomba waje wanisaidie kwa ombi hili. Pastor alienda, sijui kama wako Pastor Mureithi, Pastor Safari, yeyote utakayempata pale nje. Nataka kuomba, na sio kwamba eti lazima mje wote hapa. Nilibadilishwa na hadithi ya mzee aliyesema nimeinamisha mgongo wangu, wekeleeni hiyo mizigo ya Mungu hapa. Hata waleo niliambiwa pia wamebakisha goru. Makambi yetu yaliisha on Sunday last week. Na nimepiga simu na nimesema hakuna siku ripoti ya kanisa yangu itarudi kanisa langu likiwa na deni. Sitawahi kubali. I will carry the burdens. And I know God will carry all my burdens in this life. Njoo. Tuko na mizigo ya magonjwa, watoto wamekula bangi. Wapendwa, tuko na mizigo mingi. Tuko na mahitaji. Na unataka Mungu aishi kubeba mizigo yako. Na utaamua ya kwamba mimi ndiye nitakayetangulia kubeba mizigo yake. Come forward. I want to pray with you. Ambaye anasema nitakuwa nikibeba mizigo ya Mungu, aje hapa mbele. Mimi sijakuamulia nikasema utabeba mzigo kiasi gani. Mimi sijasema utabeba mzigo kiasi gani, mimi sijasema. Iwe ni mzigo wa 100, ni mzigo tu. Iwe ni mzigo wa kujenga, ni mzigo tu. Iwe ni mzigo wa kusimama na crusade, ni mzigo tu. Iwe ni mzigo wa kukubali kubeba madeni ambayo yako kwa kanisa, huo ni mzigo tu. Wangapi wanasema nitaibeba mizigo ya Mungu? Napeleka mgongo wangu kwa Bwana. Bwana inamisha mgongo wako kwako. Kuja hapa mbele. Nashukuru Mungu. Najua ulikuwa unabeba mzigo.
Najua hata sasa kuna mzigo ambao umebeba kwa ajili ya bajeti ya makambi yenu na kwa ajili ya goal. Lakini baada ya kusikiza ujumbe huu wa makambi, ni nani atasema hata vile nilikuwa nifanye, nitaongezea, nitafanya zaidi ya kile nilikuwa nimeamua? Come forward. I will do something more than what I had planned. Come forward. Nilikuwa nimeamua nitafanya hivi. Hata tayari nilikuwa nimefanya, lakini nitajiongezea mzigo. Come forward. Nitajiongezea mzigo. Asanti. Asanti. Mnapoleta migongo yenu, naomba kwa imani Mungu ainamishe mgongo wake akubebee. Njoo tembea. Njoo tembea. Anayesema nataka kuinamisha mgongo, nibebe, njoo. Na wakati unapokanyanga mbele, naomba Mungu ainamishe mgongo wake kwa ajili yako kuanzia leo na kuendelea. Come forward. Njoo mbele. Naomba msongamane kidogo, mkawape wenzenu nafasi. Jitenganisheni na wale ambao hawajatokea, kwa maana kuna ombi la kipekee. Kuna ombi la kipekee ambalo nataka kufanya. Baada ya kusikia maneno haya, watu wa Mungu, wakati anapoteta akisema sijakuchosha, lakini unataka kuanzia leo kuendelea, Bwana akuchoshe. Akuchoshe. Uwe unafanya kitu unasikia hata nimefanya zaidi ya kile nilichokuwa nacho. Njoo mbele. Ikiwa wapendwa, kwa wakati kama huu, unajua ya kwamba haujakuwa mwaminifu kwa tithe and offering, na umejipata umeenda Shekemu wakati kuna shamba la bure kule Bethel, na ungetaka kuanzia leo kuendelea, uwe mwaminifu. Njoo mbele pia tukuombee. Haujakuwa mwaminifu inawe, na unataka kuanzia leo kuendelea, Bwana akupe roho wake ukawe mwaminifu maishani mwako mwote katika mambo ya kumtolea Mungu. Njoo mbele tuombe. Na utashangaa mtu anajijua si mwaminifu, na hata maombi Roho Mtakatifu ashuke akusaidie hautaki. Hata maombi wataniangalia waone si kuwa mwaminifu. Hana kuangalia akupeleke wapi baada ya hapa. Huu ni wakati ulioamuliwa, wakati wako wa kukubalika, wakati wako wa rehema, wakati wako wa kupata neema. Ndio huu kuja. Huu ndio wakati wako wa kukubalika, watu wa Mungu. Huu ndio wakati wako wa kusamehewa. Huu ndio wakati wako, wapendwa, wa kuponywa. Huu ndio wakati wako wa kufunguliwa madirisha ya mbinguni. Bwana awabariki. Kama unatokea, jamani, endelea kuja. Angalia nafasi kubwa hapa mbele. Njoo, maana maombi ni yenu ninyi mmetokea. Sasa hii nafasi yote kubwa hapa, mbona? Hebu tupande huku. Tutembee. Nashukuru Mungu, jina la Bwana lipate sifa. Watu wa Mungu, tembea mbele. Neno la Bwana linasema wakati wa kukubalika ndio huu. Tunapofunga kipindi cha stewardship, na unajua kabisa wewe umebaki mahali nyuma, tembea. Nashukuru. Tunawasubiri mpaka mtu wa mwisho. Hata mlango haukufungwa mpaka kinyonga akatembea na akaweza kuingia ndani ya safina. Kimbieni kwa maombi. Bwana na wabariki ninyi mnaoyatoa maisha yenu, ili Mungu awape nguvu mkawe waaminifu na zaidi. Nataka kufanya wito wa mwisho, na wito wa mwisho ndio huu. Wale ambao mmekuwa na kazi ya Mungu mioyoni mwenu, mmekuwa na kazi ya Mungu mioyoni mwenu, katika mambo ya matoleo mmekuwa waaminifu, na kwa kubeba mizigo mmeishi kuyabeba mizigo.
lakini shetani amewacheza na kiboko. Hamna amani, kuna furugu hapa na pale, watoto hawajasimama vizuri, kuna magonjwa kwa familia. Na mngesema hata wa leo tumesimama na wewe Bwana, tunaomba ukatujalie neema. Inua mkono juu. Unajua umekuwa mwaminifu, lakini japo kuwa umekuwa mwaminifu, kuna madirisha hayajafunguka. Bado kuna shida nyumbani, kuna magonjwa, kuna shida ya watoto, kuna changamoto hapa na pale. Lift up your hand ili tuweze kufanya maombi. Inua mkono. Hakuna mkono. Haya, ipo. Asante. Inua. Mimi sisemi ukuja hapa mbele. Najua kila watu wanaogopa kuambiwa kanyanga mbele. Haya mchungaji, kuna mikono pale nyuma. Naomba uje sasa hapa mbele ukawakumbuke hawa na ukawakumbuke hawa ambao wameinua mikono yao. Usiweke mkono chini. Ni ishara ya kusema unahitaji na unataka Bwana alishughulikie. Hiyo promise ambayo anasema ukirudi Bethel nitakufanyia ABCD. Inua mkono, sema Mungu, nimerudi, naomba unikumbuke. Inua mkono vizuri. Nashukuru Mungu. Mchungaji, omba kwa ajili ya wote. Kati kila mmoja akiomba kimoyomoyo, akijua hali yake halisi kuliko hata mhubiri wa leo. Sema na Mungu wako akusaidie. Baba yetu na Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe sana. Wewe ndio ulisema ukiinuliwa juu unawavuta watu kwako. Jina lako limeinuliwa juu na ukweli umewekwa wazi. Tumeona kupungua, tumekuja mbele zako. Wengine wakiwa wametembea kabisa, wakisema Yesu, usipotusaidia kwenye haya tutapoteza wokovu uliotupatia bure. Wameomba msaada wako Yesu, mkono wako wenye nguvu uwabebe na kuwatendea kwa fadhili. Lakini mikono imeinuliwa juu, magonjwa, dhiki, maumivu, pamoja na kujitoa kwako, lakini bado adui aliyepondwa kichwa anatikisa mkia na kuleta machozi mengi. Neema yako itoshayo imfunike kila mwenye machozi jioni ya leo. Baba, tufanye kuwa waaminifu kwako, maana hata hivyo ndio kipimo cha kwanza kabisa cha kuonyesha kwamba tunakuamini ama hatukuamini. Kila tunapokunyima kile unachokihitaji, inatangaza jinsi tusivyokuamini. Tusaidie kutokuamini kwetu. Bariki kanisa hili. Ruhusu tujitoe zaidi ya kawaida. Ruhusu twende umbali zaidi ya kawaida. Sema nasi daima. Patie mtumishi wako ujumbe kwa ajili yetu, wakati mwingine atakapopata nafasi kwa ajili yetu. Tutatoa sadaka ya kushukuru muda sio mrefu. Hata adui anatunong'oneza juu ya viwango vya kuweka. Naomba sauti yako yenye nguvu ikashinde katika mioyo yetu, na kila atakayefanya kwa uaminifu akaone maajabu mengi kwenye mwaka tutakaoanza baada ya makambi haya. Tubariki sisi na watoto wetu na familia zetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Nashukuru wapendwa, na neema ya Bwana inapozidi kuwafunika, wema wake ukawafuate siku zote. Kwangu nimetaka Get the point. Take a step forward.